Kadesh Barnea kwenye lugha ya siku hizi ni nchi ya Israeli. Ukisoma hata kwenye Google unaweza kupata siku ngapi? 11, lakini wana wa Israeli walitembea miaka ngapi? 40 jangwani. Kwa sababu ya nini? Ya yale malalamiko. Walikuwa walalamishi, they complain almost for everything. Hawa ni watu ambao wakati wanatoka Misri kuvuka bahari ya Shamu, Mungu alitenganisha ile bahari. Walipomalizika kupita wao, wana wa Misri wale askari wa Farao walipofuata, bahari ikafanya nini? Ikafunga. Hivi kwa namna yoyote jamani, kulikuwa na sababu ya kulalamika tena kama lakini walilalamika. Sasa gharama yao ya malalamiko unaona? Walikaa miaka ngapi? 40 jangwani wakizunguka. Mtumishi kweli sio kweli? Ni kweli. Hii ni Kumbukumbu la Torati mlango wa 1 mstari wa 2. Inasemaje? Nasema ni mwendo wa siku 11 kutoka Horebu kwa njia ya mlima Seiri hadi Kadesh Barnea. Siku 11 kwa sababu kutoka ngambo ya bahari ya Shamu kwenda Israel ni kilomita 300. Unaona? Sio mbali sana, na kwa watu wa miaka ile walikuwa wanatembea sana, wana nguvu. Kwa hiyo badala ya kusafiri siku 11 wakasafiri miaka 40. Sasa mstari tafsiri yake ni nini? Tafsiri yangu lakini kwamba kwenye mafanikio ili uende haraka lazima uache kulalamika, na unapolalamika utachukua siku nyingi sana, kama wana wa Israeli walivyochukua miaka 40 yani unajua walikuwa wanazunguka, wanasema wanazunguka mlima gani sio, wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi. Hata Musa kuna mahali alifika akawa mlalamishi. Mchungaji unakumbuka alivyoambiwa gonga hiyo jiwe ili maji yatoke, aliambiwa gonga mara moja nafikiri, sio ni aligonga si mara mbili. Ni ile kulalamika. Mungu akakwambia wewe gonga nani mara moja, alafu wewe unasema huyu Mungu pengine labda atakuwa amekosea nini, akagonga mara ya pili, akasema na wewe kwa kielele chako hicho nchi ya ahadi utaiona, lakini utafanya nini? Utakaa utie mguu hapo. Alionyeshwa nchi ya ahadi kwenye mlima Nebo nafikiri. Mimi nimebahatika kufika mlima Nebo. Ukifika hapo mlima Nebo huko Jordan, unaiangalia Jericho kwa kama kusini magharibi hivi. Kweli ukiangalia yani ile bonde la mto Moabu ni kwa macho ni nchi nzuri, yani imependeza yani. Ni kama ukiwa wapi tuseme ukiwa mtu wa Ubu ukapanda juu pale kwenye bonde la Ufa. Alafu ukaiangalia nani chini. Ukaiangalia mto Ubu ule Manyara, imependeza vile. Lakini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ubishi wake Mungu akamwambia wewe na wewe hutafanya nini? Hutatia mguu katika hiyo nchi. Unajua kwa nini? Kwa sababu ulalamishi, mtoto mlalamishi nyumbani kwa nyinyi ambao mna watoto, mchungaji una watoto au mke mlalamishi, mambo yanaendaga kama una mke wa namna hiyo? Kwa sababu atakuwa hana jema kwa jambo lolote. Sasa mafanikio yako hivyo hivyo. Safari ya wana wa Israeli ilikuwa inaonyesha walifanikiwa kwa namna gani. Kwenda nchi ya ahadi ndio ilikuwa mafanikio yao. Lakini kilichorudisha nyuma sana ni nini? Ni manunguniko. Kuna mstari unasema tukasafiri kutoka Horebu, tukapita katika jangwa lile kubwa la kutisha mliloliona, na njia ile ya kuendea nchi ya vilima vya Waamori kama Bwana Mungu wetu alivyotuamuru. Tukafika Kadesh Barnea. Kadesh Barnea ndio nchi ya ahadi. Lakini ni baada ya kuzunguka miaka 40. Yaani wamezunguka na kuzunguka na kuzunguka. Sasa nimesema sababu ya kwanza ya watu kulalamika ni nini? Ni mazingira magumu. Sawa Sababu ya pili inawezekana ni malezi. Ukiwa mzazi ni mlalamishi, mtoto anakuwa nani? Anakuwa mlalamishi vibaya sana. Atalalamika tu. Mtoto atesha, kwa mfano mimi najaribu kuwaza. Huyu mtoto sio atakuwaje? Mtoto atesha atakuwa mtu akutuhumu tu watu. Maana tesha anaka jambo jema na mtu. Kwa hiyo tukuombee Mungu tesha. Ukipata mkeo yani siku ya harusi yako ukinialika mimi nitakuja nitoe nasaha kwa mkeo kwamba una mume mlalamishi dada. Tunasikia kwa nini? Malezi na makuzi.